May I help you? We'll be asking the questions, old man. Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. Just answer the damn questions. Who are you? I have told you. Are you deaf? No, you is blind. I'm not blind, you blind. That is what I just said. You just said what? I did not say what. I said you. That's what I'm asking you. And you is answering. Shut up. You. Yes? Not you, him. What's your name? Me. Yes, you. I am me. He's me. And I'm you. And I'm about to whoop your old ass, man, because I'm sick of playing games. You, me. Basically, what I have is piano. You got to have a cutting. I'm going to pass all this. Curious. Beautiful, isn't it? Beautiful stuff. Mwambaje. Leo siku moja njema sana. Tunashukuru Maulana tupa uhai kuweza kuona siku hino. Leo niko hapa kwenye ufuo wa bahari. Sehemu za Diani. Kuna barizi. Kasema siku njema hii ya kuongea nanyi na kuwapa hadithi moja. Yani positivity story. Na leo niko hapa Diani. Nafurahia bana ufuo wakaa vema sana. Naona hizo picha. Nimetoka pale nicheza volleyball kidogo. Sasa niko hapa bana ni barizi. Leo nitakwambia kwamba kila ndege paa kwa mbawa zake. Yani tunasema every bird flies with its own wings. Like every bird you see in the sky imepewa tu wings zake ya kufly nazo. Si ati itafly na za mwingine ama on behalf of another. They fly with their own. Na pia si binadamu, pia si tumepewa uwezo wetu. Been given our own talents, our own abilities to be able to do different things. Na hiyo ndo story nataka kuwapigia leo, that kila ndege hupaa kwa mbawa zake. Everyone has their own set of capabilities, abilities, talents that no one can take from you. That hiyo ndo talent yako, furahikia and run with it. Kama vipi? Yeah. Tunatumai mmesubscribe pale kwenye tovuti yetu ya YouTube na pia pages zetu zote za social media. Sababu tuko pale na tunapenda kupiga hizi hadithi zetu nanyi ili tuweze kuwapa hope, motisha, mmoja, wawili, watatu, tafurahia sana. Sivyo? So I hope mmesubscribe. Tuende kwa story ya leo bana. Sababu tumesema kila ndege hupaa kwa nini? Kwa mbawa zake. Now, it's another positivity moment. Time for a positivity story. Na leo tunataka kupiga story bana kuhusu hii miondoko ya kung fu, karate, judo, hizo zote ya Korea. Unapata kijana fulani pale, kijana maisha yalimwanzia vigumu sana. Life was very difficult.
from a young age alistruggle sana. Because when alikuwa na grow up, ilikam kujulikana kwamba father yake alikuwa spy. So the dad had to run away to protect the family. So ukijana baada ya babake kutoweka ilimuaffect. So pale shuleni hapo anafanya kazi yake vizuri sana. Lakini alikuwa na uwezo wa kufanya hii michezo ya kung fu, karate, judo, na watu walikuwa wanafurahia sana. Lakini masomo wako wanafanya. Sasa yeye shule ndio ako na uwezo huu wa kufanya karate, judo, nini. But then now as a person he wasn't doing very well in school. So school, he was always being kept aside. He was always among the poorest performers. But he had this talent, yeah? And he said, no matter what, he'll pursue the talent. So when he cleared school, alikuwa anajaribu kutafuta mashow hapa na pale apate. He was always a failure. When Kasipulu sema, alikuwa ni failure. His talent was not selling it. Because he was not doing it as well. And the problem is there was someone who was doing it better, who was called Bruce Lee. So Bruce Lee was the bigger name, na alikuwa anamkatia. Sasa akifanya chochote anakuwa compared kwa Bruce Lee, anaambia hawezi. Akifanya chochote anakuwa compared kwa Bruce Lee, anaambia hawezi. So it kept really affecting him. But he kept pushing and pushing. Then when alikuwa anajaribu akarealize kitu. Kila time watu walikuwa wanafanya vitu walikuwa tafuta stunt person. Sababu walikuwa wanataka kufanya vitu wenyewe. And he realized, me, I'm not afraid of doing it. So I'll keep doing. And people started laughing. That hata wakaanza kuambia sikuja kuwa stuntman wa mtu mwingine. Akasema sawa nitakaa. Because he was very good, he was very gifted at the skill. So alikuwa anaipiga watu wanabambika naye. His name kept growing. And he had an idol called Bruce Lee. So one day akaambiwa, Bruce Lee anatafuta stuntman. Uko interested? Akasema, hey man, siwezi. So akaenda akafanya stunts. So alikuwa na advantage moja. One, alikuwa na look up Bruce Lee kiasi. And two, alikuwa mnoma. So watu wakasema, umse ni mnoma. Umse no the next Bruce Lee. Hiyo kitu haikuwa na kubamba. Hakutaka kuwa the next Bruce Lee. He wanted to be a man on his own. So akaendelea kupiga zile stunts zake. Because he realized kuna gap hapa and niche anaweza create. That you do your own stunts or you become a very good stunter kwa hizo martial arts. So he became very good. Akaanza hata kuitwa Hollywood. Akaenda Hollywood mazee, akaona hii opportunity yangu. Akaenda akapiga hizo ma stunts na bidii. He was so good at it that wakasema, umtest tumtengeneze animation yake kwa hizi vitu hajawahi ona. Hizi vitu anafanya hajaona. So they created his own animation in his name. So he became really big. Watu wakampenda, akaanza grow as a brand. He became very big. Akarealize pia martial arts inakuwa ni kitu kia vitu serious. He started doing the comedic side of martial arts. That ndio kuna martial arts lakini ni comedy. Wasa wanaweza cheka and they watch. And this also helped because sasa ikaanza expand sasa. So akaanza kutengeneza jina as a fun, loving guy but very good at martial arts. And hivyo ndo jina yake ikagrow. That by the time Bruce Lee alikam pass on, by the time wakasema who will be the next Bruce Lee, your story ilikuwa isha die. Your story ilikuwa isha kuwa judged. Kulikuwa na mse next man, na yeye alisema I don't want to be the next Bruce Lee. I want to be me. I want to build my brand. Na akaanza kubuild your brand yake. Na he kept doing it. He kept doing the stunts by himself. He kept making martial arts fun and funny that people laugh as they watch. It's not just fighting to win, fighting to kill. No, there was always a story to be told. And now this story made him a different brand from Bruce Lee. Because Bruce Lee zake zilikuwa tu za kufight evil na kushinda. Kufight evil na kuwa wase. Yeye yake ilikuwa comedy. Kuna fun. Ndio bado kutakuwa na kupigana lakini it was fun. There was a story around it that was funny. And that is the brand he built around himself. And this big brand that he became, Ali come up were the biggest star from Asia, the highest earning, and the most loved. And now he owns half of China because of how big he is, and everybody loves him to date. Amekuwa mzee lakini bado watu wanampenda. And the interesting thing, to date, even when he does a movie, he still does his own stunts. Hakuna mtu anamsaidia because that is the niche he created for himself. Noma sana.
This guy went on to do a movie called Rush Hour with a guy called Chris Tucker, which was the biggest movie in the world. And all these things tumeongea juu yake ziko hapo ndani. Incorporated hizo maskini zote hapo ndani. Na ikakuwa movie big sana. Walifanya Rush Hour 1, wakafanya Rush Hour 2, wamefanya Rush Hour 3, nasikia pia 4 itatoka. That's how big this guy became. Yeah? And this guy is worshipped and loved. Yeah? Na amefanya movie mob sana, amefanya stunts for many people. He's built a brand himself, and he is known as Jackie Chan. Yeah? Jackie Chan, mazee amejijenga. Na I think so what tunajua Jackie Chan. This guy has really built himself. Na tukirudi kwa the topic of the story today, kila ndege hupaa kwa mbawa zake. This guy said he will not ride the Bruce Lee wave. Yeye alisema atakuza jina yake. Hata kama atachekwa nini, hakutaka kuwa the next Bruce Lee. Alitaka kuwa brand yake kivyake. So yeye mbawa zake zilikuwa stunts na create a story around martial arts, si kupigana, and to create the fun bit of it, and he did it, and now he became the biggest star to Bruce Lee. Yes, Bruce Lee was the icon, but Jackie Chan ametekio kitu to the next level, and to date he is worshipped. So pia nataka kuambia wewe pia wewe ni ndege, kaa kwa mbawa zako. Usijaribu kupanda mbawa za watu wengine. Usijaribu kuride na watu wengine. Ride na yako. Create yako. Na nakugarantii utatoboa. Venye Jackie Chan alitoboa pia wewe utatoboa. So to Jackie Chan, salute. Thank you for teaching us that you can create your own path and actually achieve with that path. We give you a salute. You've made us laugh. You've made martial arts fun. And we wish you all the best. That is the story for today. Kutoka kwa story ya Jackie Chan. Kila ndege hupaa kwa mbawa zake. Hapo nitoka funga mazee. Hata mimi nile kubarizi. Enjoy mazee. Huu hapa kwenye ufuo wa bahari. Very nice. Very peaceful. Kenya is beautiful. Kuja utembee Kenya. I think Diani is one of the best beaches in the world. I think the best beach in the world. Sijaona nyingine tena kutafuta. It's beautiful here. Na hope pia mtapata chance ya kuja kutembea hapa. Ama vipi? Yeah. Hapo unakafunga mazee. God bless. Kuna siku poa. Positivity all the way. Peace.